So first of all, mimi nikesema niliongea na Rafikis, nimeongea na Baby Top, nimeongea na Waithaka, nimeongea na DJ Bulls, nimeongea guys, nani alinipigia simu guys? Wajanyarari, hata sijui alitoa wapi simu yangu. Wajanyarari, sijui alitoa wapi simu yangu, lakini alinipigia simu. So anyways, kuje hapa kwa maneno. Sasa mimi kitu moja ningetaka kustart na mambo ya Waithaka waje. Okay, mimi nakuwa saidia wasanii. Mimi nitakufa na wasanii, and especially wasanii wangu wa Kikuyu, wasanii wangu wa Jaruo. Prisida ni yeye najua, na yule mwingine anaitwa na Sembo. Mimi nitakuwa saidia wasanii, na nitakwambia kwa nini nitakuwa saidia wasanii. Mimi nitawaelezea kwa nini nitakuwa saidia wasanii. First of all, msanii yoyote ukimchukulia visa ama visa ikitoka na umeka post yako, uweke post, tuseme for example, mimi namuinvite kama Karaiko, namuinvite Karaiko next month, right? Na visa haijatokea, na next month imefika na visa haijatokea. Hiyo ni makosa ya nani? Hiyo ni makosa ya promoter. Hiyo ni makosa ya sisi promoters, okay? Ni makosa yetu promoters. Haya, mimi Waithaka wa Jane akapata visa, tuseme, ngoja hata niache kutaja Waithaka wa Jane, tuseme Wajasari apate visa leo. Sasa amepata visa leo, na sio mimi nimempatia hiyo visa, lakini namtaka akuje January, lakini amepata visa ya kuja USA before mimi nipatiane hiyo visa, ama ni mimi nimempatia visa, amepata visa, akona visa yake saa hii, lakini namuhitaji January, okay? Namuhitaji January. Alafu mtu wa Massachusetts aseme, Wajasari, wina visa. Okay, nataka ukuje December kwa wedding ya mtoto wangu. There is nothing I can do, guys. Hakuna kitu naweza fanya. Ndio nataka msikize from me, kwa sababu nimeona wasanii wengi sana. Sasa nikimpatia visa, kama nimempatia visa, ndio hii visa yako, wewe na kuhitaji January 2nd. Alafu sasa mtu mwingine wa Massachusetts asikie, Wajasari akona visa. Mimi nataka kumlete wapi? Nataka kumlete nini ya wedding ya sisangu, ama nataka kumlete wedding yangu. Mimi sitakuwa na shida yoyote, kwa sababu Waja akona na lazima make pesa. Ndio maana huwa unasikia hao wasanii wa Kiambu wako greedy. Sio greedy, ni opportunist. Ni opportunity, imetokea opportunity. Mimi namhitaji January. Yeye amepata mtu atamlipa pesa poa, ako Massachusetts. Sasa ataenda Massachusetts, lakini hata kuja wapi? Hata kuja kuiba Dallas. Dallas ni kanyanga, haezi kuja Dallas. Lakini kama Massachusetts, kama ni Seattle, ataenda. For example, Samido hii time alikuja. Samido nilikuwa manager wake this time around. Lakini Samido alikuwa amekuja Boston. Sasa Boston lazima ageiba Boston. Alafu sasa tumuinvite wapi? Dallas, tumuinvite Austin, tumuinvite huku kwingine. Kwa sababu hakungekuwa na Boston, mtu wa Boston anamuita na mtu wa Boston anamuita. Haiwezekani hiyo. Kama ingekuwa ni ameitwa, tuseme for example, kama Waithaka wa Jane alipatiwa visa na Rafiki, ngoja niwaambie, kama Rafiki alimpatia visa, lakini Gemi ikasema, uko na visa Waithaka, kuja nini, Sitiriana Giranyeki, guys. Na ndio maana nasema Sitiriana Giranyeki, hakuna nyasi ya mtu itaenda, kwa sababu hapa kuna watu wanauliza, kwani what's going on Su hujatuambia? Na ninakwambia na hii na Kiswahili yangu sanifu. Sasa ngoja nikwambie story fanya ilienda. Waithaka wa Jane alipata visa through nani? Alipata visa through huyo Rafikis anaitwa Kamau. Sasa kupata visa, lakini alikuwa akuje on the 18th of next month. Lakini sasa Gemi ikasema, Waithaka wa Jane uko na visa. Basi kuja uimbe Gemi, alafu ukuje nini 18th. Sasa ubaya wa hawa, mimi nitasema tu kweli, ubaya wa huyu Rafiki
Na ubaya wa huyu mwingine Maina anashabia, anaenda kusema sema mabaya Samido. Kwanza nikisikia Samido akitajwa, mimi sitakaki kusikia watu wakinitaja Samido. Huyo Maina ni wazee. Ni wazee. Ni wazee wenye walienda Germany, ni kama huku wenye walienda Germany kitabo wazee sana. Najaribu kufanya ni wazee wenye walienda Germany kitabo, wakaanza kuleta watu musician, wanaleta musician, wakafikiria they are the shit of the shittest, wanaweza kukunyia kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza lete musician huku bila ni mimi tu huwa analete musician. Huyo ananikubusha Ngash. Huyo mtu Rafiki ananikubusha Ngash. Ni rafiki yangu lakini ananikubusha Ngash yule alikuwa na skado na Sikio Walimuru. Ananikumbusha kabisa huyo. Ananikumbusha kabisa kwa sababu hawa ni wazee wamekuja nyakati zetu. Ni kama fenye unaweza kuja Amerika, ukaya Amerika miaka nenda miaka rudi kama mimi kama 20 years, alafu ufikirie ni wewe kusema na ni wewe kufanya, ni wewe kutenda na ni wewe kutendea, ni wewe unasema without me hamwezi leta mtu musician huku. Hakuna huyo. Mnasahau kuna watu wengine wanajitokeza. Wewe retirement yako imeisha. Your retirement is gone. Ukiritaishwa na mpaka musician, wewe umeretire. So kwa hiyo naweza ambia rafiki, kaa kado, retire my dear. Ama ulete akina Davido ama ulete watu wengine. Ikifika 5 years, toka kwa kiti. Kuna wengine wanazaliwa, kuna wengine majaizi, kuna wengine wanaweza fanya vitu, kuna wengine wako na pesa kukuliko my dear. Sasa wewe promoter yoyote hapa na naongea, ukipata yako 5 years, leta watu wenye unaleta 5 years, nenda ukapumzike my dear, tafuta kazi ingine. Okay? Tafuta kazi ingine. Wacha kujifanya ni wewe ni mimi, ni wewe, Sugashabi atagirehe modo gotegyo kikado. Sugashabi kama sio yeye, yani you need to communicate with Sugashabi ndio ulete mtu. Ndio presida kuje, you have to communicate with Sugashabi. Ndio nani akuje, you have to ask Sugashabi about stuff. No, my dear. No, it can't be like that. So you promote rafiki na kabisa naona ni wale wazee walienda Germany kitambo, wakaanza kuleteleta watu wanajua mambo ya kupanga visa, ukipata lazima uende through them. Umezeeka. Guys, your age hata inasema umezeeka. Hata ukikuja kujiexplain, hujiexpress like promoter, hujiexpress like promoter. Kaa chini uende ufanye kazi ingine, kwa sababu hii kazi ya 5 years yako ama hizo 10 years unasema ulianza kuleta watu 10 years imeisha. Hata president huwa anamaliza 5 years zake, anaenda zake. Mwingine anakuja na maliza 5 years zake, anaenda. Wewe hata umepatiwa 10 years. 10 years umekuwa kwa industry. Tena upumzike my dear. Go enjoy now. Go enjoy your money. Alafu sasa watu wa Germany kuna kuwaga na vituko sana. Watu wa Germany wanakuwaga na vituko hata kwa TikTok. Watu wa Germany wanatukanana. Yani ni akina Joyfrey. Yani watu wa Germany. Alafu nyinyi watu wa Germany, yani umekuwa America for 20 years, lakini bado unakaa ushago. Umekaa Amerika ya Germany, lakini unakaa ushago. Ukiongea na watu lazima uwekelea tumbo, lazima umezeeka ni kama sura. Hamjui hata mafuta ya kujipaka sura at least ugeuke vizuri. Hata mimi nilikuwa mkorino, nilikuwa nimezeeka, lakini nilipokuja Amerika nikakuja matunda nikawa kama Riowa. Sasa wewe uko Germany miaka nenda miaka rudi, lakini unakaa mzee kama huyo Maina. Kama huyo Maina alikuwa anaongea mambo ya Samido na akona bibi. The bibi hana otake. Yani wanakaa tu ni kama wametoka Nyandarua yesterday.
Mimi sijui kwa nini watu wa Germany wanajifanyaga hivyo. Yani ni kama wametoka. Yani watu wa Germany, tafadhalini, hata mademu wa Germany wanakaaga vizuri kuliko machari. Wanakaaga ni kama wamestuka. Yani sasa kama wewe umezeeka, nenda. Kitu ingine, na hiyo mimi mpaka Wajanyari aliniita jana, akaniambia bona usikue saidia Kamau. Mimi nikamwambia Wajanyari alithikiriria na uthikiririe, mimi siwezi kuwa saidia ya huyu nani Kamau, because gojeni niwaambie kitu moja ya huyu rafiki aliingiwa na jealous, wivu. Sasa kuingiwa na wivu, nimekuona ukaingiwa na wivu, kuingiwa na wivu ukako immigration. Mimi kusema ukweli, kama kuna kitu nachukia na mnajua nyinyi wote, ni mtu mwenye huwa anaitiania immigration. Mtu mwenye anakuitia immigration, huyo ni mtu ni mkufi, ni mtu anaweza kuua anytime. Anytime. Mtu anakuitia immigration na munipunge mkono watu wa Americans, munipunge mkono vizuri sana. Mtu anaweza kuita mtu anaweza kuitia immigration, ni mtu anaweza kuua. Huyo ni mtu anaweza kudunga na kisu ukufe. Mtu anaweza kuitia immigration, ni mtu anataka kuzima ndoto yako. Okay, mnanisikia? Mtu anaweza zima ndoto yako. Mtu anazima ndoto ya familia yako. Mtu anazima, yani mtu anazima ndoto yako. Huyo ni mtu anaweza kuua. Guys, mutikajere, hata msiniambie kitu. Mimi mtu anaita kama kile George kilikuwa kinaitania immigration huku. Kilikuwa unaweza itia mtu immigration. Kwa nini umuitie immigration alafu useme ako na drugs ndani? Aseme uko na drugs. Sasa hiyo kwanza ndio iliharibu kabisa. Huyo rafiki, hata nyinyi wasanii wa Kenya, mkiletwa tena na rafiki na kwa bia, mkiletwa tena na rafiki Germany, hiyo ni moto wa kuotea bali. Gojeni niwaambie, mtu akikuitia immigration hivi na aseme wako na drugs, usiwahi hata mkaribia guys. Usiwahi mkaribia. Mtu anaitaniagia immigration, usiwahi mkaribia. Kwa sababu hawa watu ni wabaya. Immigration ni wabaya, my dear. Fenye Karaiko alisema alitolewa nguo zote, hata hakuambia. Karaiko aliwekwa kidole hivi kwa mkundu, akafinywa sememi, akaambiwa uko na sentimita gapi. Na kwambia mpaka alitolewa hivi, na hata hakusema. Aliambiwa akohoe. Mtu huwa anaambiwa akohoe. Ukikohoa hivi, either drugs zianguke zenye umeweka kwa matako, kwa sababu anajua watu huficha drugs kwa matako. Aliingizwa kidole hivi kwa mkundu, alafu nye zikaseparatiwa, hii nye na hii nye ingine zikaseparatiwa hivi. Mjurusi ikachukuliwa hivi juu ionekane kama ameficha dawa hapo. Lakini gojeni niwaambie, hiyo ni 3 years. Gojeni niwaambie kitu. The reason yenye nimesikia vibaya kwa sababu ya huyo Charlie rafiki kumuitia immigration, ni kwa sababu unaweza ukipatikana na huku nje za huku ni 3 years in jail. Imagine hage perform, kutokanza kama tuseme for example huo ana smoke weed, kutwa tuna kamtutu ama kamtutu kadogo tuka weed, fugwa 3 years. Perform hiyo gemi na ni yake igeda down, tungekuwa tuna shida huku. Nani anaitwaje, Ruto angekuwa anaitana huko. Mnakumbuka juu ya Britney Greener mwenye alishikwa Russia, alifugwa for 10 months. Na ujue hizo 10 months kwa sababu alikutana, hawakukuta hata weed, walikuta mtutu wa weed kwa bagi yake. Alifungwa Russia for 10 months. Na ujue mpaka Donald Trump alikuwa anapiga simu huko, anasema tafadhali muachilieni my American girl, muachilieni American girl, basi to exchange, nyinyi mchukue Mrussia na nyinyi mchukue nani. For 10 months hawakumsikiza. Sasa huyo Waithaka Kiraiko no agirohiro ginya mai, deke idemwire agiramea ho agetigira nikomia. Angekuwa naogopa kunya hivi kama angeshikwa na mtutu wa weed
weed kamoja tu angekutwa nao angekwa jela, hage perform hiyo gemi, hage perform hiyo 18, hagewahi enda Germany tena. Angekansoliwa kila kitu, yani kila kitu. Hagewahi, na unaona alikuwa anacheka. Tiga uguo waitha karethe kithagia hau. Waitha karenda nginya gwethugumira guys. Hey, waitha karenda nginya gwethugumira. Aramakite akahana kahutio. Hey, immigration mangikunyita guys. Immigration wakikushika hata kujikojolea unajikojolea hapo, unajikunyia hapo kwa sababu matikoragwa na hakiri ingi. Tiga kudeport, mwonaga tu deportation. Nakwambia aramaka gogo, arahana kahurutira ogu. Tiga gwarethe kithagia hau, ni gwithekithia. After alitwaliwa achiliwa, alipoachiliwa ndio alikuwa anajichekesha hapo, lakini sio mcheko wa kucheka kabisa. Hiyo ni mcheko ya mpaka kiromo yake ilikuwa hivi. Unaona fenya alikuwa na malips makubwa. Waidaka alikuwa na malips makubwa. Hizo malips zilikuwa zinatetemeka hivi. Zilikuwa hivi zinatetemeka hivi. Kwanza alipoona amewekwa jeo kake. Ako nini kajeo amewekwa hapo. Alikuwa hivi, malips zilikuwa hivi. Hageona mcheko. Alicheka after kutoka huko madia. Mtu mpaka unaambiwa utoe nguo zote ukohoe ndio nini drugs zitoke kwa matako. Na akinyamba hivi, akikohoa hivi inatoka maji badala ya kutoka weed. Hey! Gogetheka. Hata hawachekagi hawa immigration. Wanachekaga tu na wewe wakati wameona uko sawa. Wanasema, you have a good day.